lakini Elia aligundua jambo ya kwamba kabla hajafanya jambo lolote nitengeneze madhabahu ya Mungu. Na alipomaliza kutengeneza madhabahu ya Mungu, wale wapendo walipiga madhabahu, watu wa Baali walipiga kelele, akawaambia pigeni sana, pengine ameenda safari. Akasema jamani, ombeni sana, pengine analala bado. Akamwambia jamani, ombeni sana kwa maana pengine ana shughuli. Unajua ni Mungu ambaye ana shughuli. Haleluya. Unapata ya kwamba hata hapa saa hivi ile tuko hapa tumefanya ukarabati wa madhabahu mahali hapa, lakini sasa kuna madhabahu mengine pia yanainuka, yanataka kupiga kelele, yanasema hawatasonga. Unapata, wacha nikwambie kanisa la Bwana, kwa nini watu wanakosa kusonga mbele? Ni kwa sababu madhabahu yako ya ndani haujajenga vizuri. Haleluya. Jambo lingine kuambia kwamba lazima ujijue. Wacha niingie pale kabla ya songa kidogo. Soma na mimi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari mdogo wa 16. Naona hapa kanisa liko na vijana ndio wengi. Mnaweza kuwa chapuchapu kwa kusoma hilo andiko. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 16. Naongea kuhusu kujijua. Biblia inasema hivi, mstari wa 16, Biblia inasema hivi, je, hamjui ya kuwa kuna mstari nataka kutafuta. Inasema kwamba je, hamjui ya kuwa wewe ni hekalu la Mungu? Haleluya. Lazima ujue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Mara nyingi watu wanatembea, mara nyingi watu wanasonga, lakini hawajajijua. Lazima ndiposo jenga madhabahu, lazima ujijue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Maana kwa hekalu la Mungu unapojitambua, ujijue wewe ni nani, unaponena mbele za Bwana unajua cha kufanya. Amen. Ndipo tunapata kwamba huyu alijijua, akasema je, hamjui? Lazima ujijue kwamba yule mtumishi wa Mungu Elia alijijua yeye ni nani katika Israeli, na akajua kwamba Mungu ninayemwabudu ako pamoja na mimi, na akajua kwamba lazima ijulikane. Wapendwa, kujulikana kwa Mungu wako si rahisi. Lazima ujitoe kama dhabihu. Yes. Amen. Ndio kwamba huyu mtumishi wa Mungu akakuja akawaambia wale watu, akawaambia kwamba mnileteeni, mnisongee. Wakamsongea, akakarabati madhabahu. Kama leo hii kuna watu wanahera ambaye kuna vitu ambayo mlijua, mnajiuliza maswali, mbona watu wanakuja kanisani na tena wanarudi nyuma? Hilo swali kwa Mkristo hapa siko. Kwa nini watu wanaja hatimaye wanaenda? Kwa nini ninaikuja kwa ibada najisikia na hatimaye natoka kwa laini? Ni kwa nini? Kuna madhabahu yanakugonga vita. Kuna madhabahu yanakuzuia. Yanasema, kuna mwingine tulimpata anasema kwamba kwao haukuvaa tai. Sasa akapatikana kama amevaa tai. Madhabahu yako yakainuka, yakashika tai, kumvuruta, yakamwambia kwetu hatuvaingi tai. Kwa madhabahu kwenu penye unatoka kuna madhabahu. Haleluya. Pale penye unatoka kuna madhabahu. Na hiyo madhabahu kuwa inakuvuruta uweze kusonga. Hiyo madhabahu inakongana na wewe. Ndio unapata kwamba saa hizi hapo unaweza omba kwa masaa mawili, lakini ukifika nyumbani unaomba kama unalala. Ni madhabahu. Haleluya. Unapata kwamba hapo unaweza soma Biblia, lakini kwa sababu kule nyumbani penye unatoka una madhabahu yanakuzuia uweze kupiga njia sadaka
ya kutekelezwa na kwa kuni. Haleluya. Jambo lile ambalo lilifanya Elia aweze kujenga, alichunguza, na alipomaliza kuchunguza akaona ya kwamba licha kulikuweko madhabahu ya Mungu katika Israeli, lakini madhabahu yalikuja akabomolewa. Haleluya. Licha kulikuweko na madhabahu katika nyumba katika mji ule, lakini hayo madhabahu watu walivunja wakaanza kuabudu miungu mingine. Sasa unapata ya kwamba hata hapa unaera, kuna watu, ninashukuru Mungu leo ya kwamba kuna watu walijiuliza, licha tuko hapa Naera, lakini tuna madhabahu yaliyokuwepo ya Mungu na kuna madhabahu ya miungu. Haleluya. Tunakuwa na madhabahu ya Mungu na tunakuwa na madhabahu ya kifamilia, tunakuwa na madhabahu ya kiungu, yani yale ambayo hayapendezi. Lakini sasa wale wakasema ninataka nitekarabati nijenge madhabahu. Haleluya. Naye haikuwa madhabahu ya kitu kingine, ilikuwa ya madhabahu ya Mungu. Amen. Haleluya. Chambia mwenzako jua kwamba wewe ni madhabahu ya Mungu. Unajua mara nyingi watu wa Mungu kuwa wanafanya hapa, unaweza jiuliza swali, kwa nini tu tukawa ya kwamba madhabahu yamewekwa pale? Ni kwa nini wamejenga pale wakainua? Hapo ni madhabahu ya Mungu. Tuna madhabahu ya wanga, kuna madhabahu ya Basinyama, kuna madhabahu ya Banyifwa, kuna madhabahu ya Bamurembo. Lakini sasa tunajenga madhabahu yanayomtukuza Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndio hii tumekuja kuinua leo. Haleluya. Lakini sasa Elia aligundua ya kwamba lazima tufanye ukarabati. Yale madhabahu yamebomolewa. Sasa mtu mmoja akajiuliza swali, nitafanyaje? Ndio nimekwambia kwamba usipokuwa na swali hautafanya kitu. Haleluya. Swali kwanza, maono ya kuje utimilize. Lakini kama hauna swali utabaki hivyo. Ndio napata kwamba mtu ambaye hana swali anaweza muuliza naenda Mdembe kufanya nini, anasema naenda kutembea tu. Jasonga alala. Mwambie huyu ana mpango. Angemweza kutembea kwa mpango. Sasa Elia aliona madhabahu ya Mungu yamevunjika. Na akasema kama mimi nifanye nini? Na Mungu akamwambia, wacha ratiba inataka kutumia ni hii. Tunataka tujue Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. Haleluya. Na wale wakasema basi muje mkusanyike hapa, tunataka tujue Mungu wa kweli. Lakini Elia aligundua jambo ya kwamba kabla hajafanya jambo lolote nitengeneze madhabahu. Madhabahu ya Mungu. Na alipomaliza kujengeleza madhabahu ya Mungu, wale wapendo walipiga madhabahu, watu wa Bali walipiga kelele, akawaambia pigeni sana, pengine ameenda safari. Akasema jamani, ombeni sana, pengine analala bado. Akamwambia jamani, ombeni sana kwa maana pengine ana shughuli. Unajua ni Mungu ambaye ana shughuli. Haleluya. Unapata ya kwamba hata hapa sasa hivi ile tuko hapa tumefanya ukarabati wa madhabahu mahali hapa, lakini sasa kuna madhabahu mengine pia yanainuka, yanataka kupiga kelele, yanasema hawatasonga. Unapata, wacha nikwambie kanisa la Bwana, kwa nini watu wanakosa kusonga mbele? Ni kwa sababu madhabahu yako ya ndani haujajenga vizuri. Haleluya. Jambo la kwanza, jambo lingine kuambia kwamba lazima ujijue. Wacha niingie pale kabla sijasonga kidogo. Soma na mimi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari mdogo wa 16. Naona hapa kanisa liko na vijana ndio wengi. Mnaweza kuwa chapuchapu kwa kusoma hilo andiko. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 16. Naongea kuhusu kujijua. Biblia inasema hivi, mstari wa 16, Biblia inasema hivi, je, hamjui ya kuwa kuna mstari nataka kutafuta. Inasema kwamba je,
hamjui ya kuwa wewe ni hekalu la Mungu? Haleluya. Lazima ujue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Mara nyingi watu wanatembea, mara nyingi watu wanasonga, lakini hawajajijua. Lazima ndiposo jenge madhabahu, lazima ujijue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Maana kwa hekalu la Mungu unapojitambua, ujijue wewe ni nani, unaponena mbele za Bwana unajua cha kufanya. Amen. Ndipo baada kwamba huyu alijijua, akasema je, hamjui? Lazima ujijue kwamba yule mtumishi wa Mungu Elia alijijua yeye ni nani katika Israeli, na akajua kwamba Mungu ninayemwabudu ako pamoja na mimi, na akajua kwamba lazima ijulikane. Wapendwa, kujulikana kwa Mungu wako si rahisi. Lazima ujitoe kama dhabihu. Yes. Amen. Ndio kwamba huyu mtumishi wa Mungu akakuja akawaambia wale watu, akawaambia kwamba ya kwamba mnileteeni, mnisongee. Wakamsongea, akakarabati madhabahu. Kama leo hii kuna watu wanahera ambaye kuna vitu ambayo mlijua, mnajiuliza maswali, mbona watu wanakuja kanisani na tena wanarudi nyuma? Hilo swali kwa Mkristo hapa siko. Kwa nini watu wanaja hatimaye wanaenda? Kwa nini tunaingia, ninakuja kwa ibada na kisikia na hatimaye natoka kwa ndani? Ni kwa nini? Kuna madhabahu yanakugonga vita. Kuna madhabahu yanakuzuia. Yanasema, kuna mwingine tulimpata anasema kwamba kwao haukuvaa tai. Sasa akapatikana kama amevaa tai. Madhabahu yako yakainuka, yakashika tai, kumvuruta, yakamwambia kwetu hatuvaingi tai. Kwa madhabahu kwenu penye unatoka kuna madhabahu. Haleluya. Pale penye unatoka kuna madhabahu. Na hiyo madhabahu kwa inakuvuruta uweze kusonga. Hiyo madhabahu inakongana na wewe. Ndio unapata kwamba saa hizi hapo unaweza omba kwa masaa mawili, lakini ukifika nyumbani unaomba kama unalala. Ni madhabahu. Haleluya. Unapata kwamba hapo unaweza soma Biblia, lakini kwa sababu kule nyumbani penye unatoka una madhabahu yanakuzuia uweze kupiga magoti. Ndiposa leo hii tumekuja mahali hapa kutengeneza ile madhabahu yalikuwa kwamba imeharibika, ili ya kwamba Mungu ainue kiwango cha mahali hapa. Ndipo nakwambia kwamba mahali hapa, jambo la kwanza kama kanisa tuheshimu madhabahu. Jambo la pili, heshimu anayetumika kwa madhabahu. Usimzoee, maana ameteuliwa kwa sababu ya hii madhabahu. Ukitaka madhabahu yako, mwambie kufungulie. Haya ni madhabahu ya askofu. Amen. Haleluya. Najua kila madhabahu yako na kuhani wake. Amen. Haleluya. Unaona kwamba hapa Elia ndiye alikuwa kuhani wa mahali pale. Na alipokuwa kuhani wa mahali pale, yeye aliambia wale watu, mniletee ndume mzuri ni mutoe kama dhabihu. Haleluya. Ni mutoe kama dhabihu mbele za Bwana. Sasa kwa madhabahu tuna kuhani, na anapokuwa pale kuhani, ndiposa wewe upate neema ya mahali hapa, lazima utaheshimu kuhani wa hapa. Hilo ndio Bwana ameniambia. Nije niwaambie hapa, hii madhabahu inainuka, kuna kuhani wa mahali hapa. Usimfyoze kidole, utakutana na Mungu. Usiongee juu yake, maana ameinuliwa na Mungu. Lakini watu wengi wako na mazoea. Wengine wanamuita pasi, wengine wanamuita askofu kwa wivu, wanahitaji sasa zingine bishop. Wewe unapatia ama nyanya yako ndio anapatia? Ambia wazako heshimu. Ndiposa walikiwa hapa, heshimu hapa. Maana hii madhabahu yenda kuinuliwa, na utukufu wa Mungu utashuka hapa, na utatembea hapa penye umejenga hili kidogo, hili mfano.
kuna permanent inakuja, itafanyika. Mungu anaposhuka kwa madhabahu, hata makuhani hawawezi kufanya chochote, maana utukufu ukishuka. Amen. Haleluya. Amen. Unajua, wacha mtu anisomee, kuna mstari pale unasema ya kwamba alipoita moto, moto ukashuka. Taomba Rabi ukaweze kuonekana katika asubuhi ya leo Baba. Tunaombea wageni wote ambao wako njiani Baba, ukaweze kuwaongoza mfalme amani, wanaotembelea katika magari, pikipiki, hata baisikeli, wengine wako katika miguu. Jehova ukaweze kuwa driver mwema, kawaongoze Baba wafike salama mfalme. Baba nakabidhi kila mmoja mikononi mwako, nikiomba ukaweze kuonekana mfalme amani. Tunapoanza ibada hii tunaanza na wewe, ukaweze kutusaidia katika kila jambo Baba. Wahuduma wote na wafunika na damu ya Yesu Kristo, nikiomba Mungu ukaweze kuwatumia kama vyombo, watumie simba wa kabila la Yuda na kuja kinyume cha mwovu ibilisi, nguvu zote za kuzimu, madhabahu zote ambazo zinaweza inuka, na shika mateka niking'oa katika jina la Yesu Kristo. Roho za uganga, roho za ushirikina, roho za majini, roho za madeviloshipa, na kamata niking'oa katika jina la Yesu Kristo. Na sambaratisha vikao vyao vyote yale ambayo wamepanga kwa ajili ya kuharibu hii ibada, na shika mateka niking'oa katika jina la Yesu Kristo, zikaweze kushindwa Baba, ukaweze kuchukua usukani, wewe kuonekana mfalme, hata kwa waimbaji Jehova Nisi, onekana ukitenda mambo makuu, watumie kama vyombo mfalme. Unapotenda tutalisifu jina lako na kulitukuza, katika jina safi tumeomba na hata kuamini. Pigia Yesu makofi. Taomba praise and worship, tuanze kumwabudu Mungu na tuende mbele za Bwana, tuendelee katika maombi. Mwalimu atakapoingia ataanza kufundisha. Praise and worship haraka haraka. Tupate mfalme na kutenda mambo makubwa Baba yangu, kwa watoto wako Mungu wa Israeli, kwa kanisa lako Jehova Nisi, ukaweze kuwagusa Baba yangu siku ya leo mfalme amani, ikaweze kuwa tofauti Baba yangu, ikaweze kurembeka Mungu wa Israeli, ukaweze kuirembesha Baba yangu, ukaweze kuirembesha Jehova Nisi. Asante maana unaweza Jehova, asante kwa wema wako mfalme, asante kwa ukuu wako Mungu wa Israeli, maana unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa Rabi, unastahili utukufu na adama, maana hakuna mwingine kama wewe Jehova, unatenda mambo makubwa. Asante kwa wema wako mfalme. Side.
Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, Mungu wa Israeli, na mtisha na damu yako Bwana ikazidi kumfunika. Endelea kumtumikia kama chombo, Mungu wa amani. Endelea kumtumikia kama chombo, jemedari mkuu. Endelea kumtumikia kama chombo, Mungu wa Israeli. Endelea kumtumikia kama chombo, jemedari usheshindo. Ninakushukuru kwa sababu ni kiteule chako ambao umekuteula asubuhi ya leo. Wacha Bwana neno hilo likazidi kujenga mtu mahali hapa. Wacha neno hilo likabadilishe mtu mahali hapa, jemedari. Wacha neno hilo likaponye mtu mahali hapa, Simba wa Yuda. Endelea kuonekana katika ibada ya siku ya leo. Ni wewe mwenyewe ambao umedhihirisha machoni petu, Bwana. Umetupa uzima, umetupa uhai wa siku ya leo. Ndiposa tukaonekana mahali hapa, Simba wa Yuda. Tunakushukuru kwa uhai na ukuu ambao umekuwa nasi, Bwana mabwana. Asante kwa sababu ya wakati wa sasa, Mungu wa amani. Asante Simba wa Israeli kwa sababu unatenda tendo la ajabu. Asante Mungu usiyebadilika kwa sababu unaweza. Wacha jina lako lipewe sifa, libarikiwe na hata liinuliwe. Mtakatifu amani, unasikia na hata unatenda. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Pigia makofi nzuri. Unapokuwa kwa nyumba ya Mungu wewe furaha. Haleluya. Jambo lenye mtu anataka asikie kwanza, anataka asikie amani ya kwamba anapendwa. Amen. Ya wasionijua, naitwa Obasia Cornel Nyangweso. Nafanya pale kwa ajili ya Spousal Liberation Center chini ya Bishop Pamba. Nimekuwa na yeye, ameenda Mdalani, nikakuja hapa. Nimeoa, niko na mke, wacha aweze kuwasalimia. Bwana asifiwe. Salamu za watakatifu ni hivi. Bwana asifiwe. Niliwafunza siku moja wakati nilikuja hapa, kumbe mmesahau kuwa wepesi wa kushika kitu na usisahau. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako usisahau. Weka ndani. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Miriam Leja Nyangweso. Yesu ni Bwana. Nimeokoka. Niko chini ya Obasia Cornel. Niko chini yake. Mimi ni mshirika wake. Wengine wanashangaa. Mimi niko chini ya yeye, ni baba yangu wa kiroho. Alafu Bishop Pamba pia ni baba yangu wa kiroho. Mbarikiwe. Apenda kutoka kwamba pengine tumetoroka, watu wengine wanajua tumekuja hapa. Amen. Akasema tuwasalimie. Amen. So nashukuru Bwana kwa sababu ya leo. Kuna jambo mtu anajiuliza, kwa nini tumekuja? Bwana sana. Najua hili swala nilikuwa na share na watu wengine. Kwamba usipokuwa na swali ndani ya moyo wako hautafanya kitu. Lazima uwe na swali. Kwa nini nimeokoka? Kwa nini ninajenga hapa? Kwa nini nataka kufanya kazi? Kwa nini ninaoa? Haleluya. Mmoja atakuja nifundishe kwa nini vijana tunachanganyikiwa. Mara nyingi hatuna swali. Na usipokuwa na swali hutakuwa na maono. Na usipokuwa na maono hutafanya kitu. Mambo matatu. So leo nataka kuzungumzia kuhusu madhabahu kutengenezwa. Haleluya. Mara nyingi watu wanaona mambo yakifanyika, wanajiuliza maswali, mbona hii imekuwa, mbona leo tukakuja? Lakini ni vizuri. Elia, tunaposoma na wewe katika kitabu cha Mambo ya Wafalme wa Kwanza mlango wa 19, tunataka mstari wa 18, tunataka kusome, msomaji atasoma kuanzia 30 mpaka kufika 33. Madhabahu. Unajua mara nyingi kila mmoja wetu anakuja kanisani na kila mmoja wetu anaona kwamba tu madhabahu tumetengeneza. Lakini watu wanakosa kuelewa kwa nini hiyo inatengenezwa. Haleluya. Na wacha niweze kuambia kwamba madhabahu, huyu mtumishi wa Mungu Elia, kama kuna mtu amepata anaweza soma katika jina la Yesu. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18
tunaanzia 30 hadi kufika 34. Takuwa nikisoma nikirukaruka. Hapa Biblia inasema kwamba kisha Elia akawaambia watu wote, nisongeeni karibu. Watu wote wakamkaribia. Akakarabati madhabahu ya Bwana yaliyokuwa kwamba yamevunjika. Elia akachukua mawe 12, mmoja kwa ajili ya kila kwa kabila la wana wa Yakobo. Naye kwa neno la Bwana akamjia akasema, Kijujia akimwambia, jina lako litaitwa Israeli. Kwa mawe hayo akajenga madhabahu katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana akachimba mitaro, akazunguka kwa ukubwa wake ukatosha vipimo vya ile mbegu. Mstari wa 33 inasema akapanga kuni juu ya ile pahali, vipande akavipanga juu ya, kisha akawaambia, jazeni mapipa 4 ya maji, mkamwage juu ya sadaka ya kutekelezwa na kwa kuni. Haleluya. Jambo lile ambalo lilifanya Elia aweze kujenga, alichunguza, na alipomaliza kuchunguza akaona ya kwamba licha kulikuweko madhabahu ya Mungu katika Israeli, lakini madhabahu yalikuja kabomolewa. Haleluya. Licha kulikuweko na madhabahu katika nyumba katika mji ule, lakini hayo madhabahu watu walivunja wakaanza kuabudu miungu mingine. Sasa kunapata ya kwamba hata hapa Mnaera kuna watu, ninashukuru Mungu leo ya kwamba kuna watu walijiuliza, licha tuko hapa Naera lakini tuna madhabahu yaliyokuwepo ya Mungu na kuna madhabahu ya miungu. Haleluya. Tunakuwa na madhabahu ya Mungu na tunakuwa na madhabahu ya kifamilia, tunakuwa na madhabahu ya kiuda, yani yale ambayo hayapendezi. Lakini sasa wale wakasema ninataka nitengarabati nijenge madhabahu. Haleluya. Na haikuwa madhabahu ya kitu kingine, ilikuwa ya madhabahu ya Mungu. Amen. Haleluya. Chambia mwenzako jua kwamba wewe ni madhabahu ya Mungu. Unajua mara nyingi watu wa Mungu huwa wanafanya hapa, unaweza jiuliza swali, kwa nini tu tukawa ya kwamba madhabahu yamewekwa pale? Ni kwa nini wamejenga pale wakainua? Hapo ni madhabahu ya Mungu. Tuna madhabahu ya wanga, kuna madhabahu ya wasinyama, kuna madhabahu ya wanyivua, kuna madhabahu ya wamrembo. Lakini sasa tunajenga madhabahu yanayomtukuza Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ndio kitu nimekuja kuinua leo. Haleluya. Lakini sasa Elia aligundua ya kwamba lazima tufanye ukarabati. Yale madhabahu yamebomolewa. Sasa mtu mmoja akajiuliza swali, nitafanyaje? Ndio nimekwambia kwamba usipokuwa na swali hautafanya kitu. Haleluya. Swali kwanza, maono ya kuje utimilize. Lakini kama hauna swali utabaki hivyo. Ndio unapata kwamba mtu ambaye hana swali anaweza muuliza unaenda Mdembe kufanya nini? Anasema naenda kutembea tu. Jasonga ngala hapo. Mwambie huyu ana mpango. Ambia mwanzo kutembea kwa mpango. Sasa Elia aliona madhabahu ya Mungu yamevunjika. Na akasema kama mimi nifanye nini? Na Mungu akamwambia, wacha ratiba inataka kutumia ni hii. Tunataka tujue Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. Haleluya. Na wale wakasema basi mkusanyike hapa, tunataka tujue Mungu wa kweli. Lakini Elia aligundua jambo ya kwamba kabla hajafanya jambo lolote nitengeneze madhabahu ya Mungu. Na alipomaliza kutengeneza madhabahu ya Mungu, wale wapendo walipiga madhabahu, watu wa Baali walipiga kelele, akawaambia pigeni sana, pengine ameenda safari. Akasema jamani, ombeni sana, pengine analala bado.
Akamwambia jamani, ombeni sana kwa maana pengine ana shughuli. Unajua ni Mungu ambaye ana shughuli. Haleluya. Unapata ya kwamba hata hapa saa hivi ile tuko hapa tumefanya ukarabati wa madhabahu mahali hapa, lakini sasa kuna madhabahu mengine pia yanainuka, yanataka kupiga kelele, yanasema hawatasonga. Unapata, wacha nikwambie kanisa la Bwana, kwa nini watu wanakosa kusonga mbele? Ni kwa sababu madhabahu yako ya ndani haujajenga vizuri. Amen. Haleluya. Jambo la kwanza, jambo lingine nataka kukuambia kwamba lazima ujijue. Wacha niingie pale kabla ya songa kidogo. Soma na mimi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari mdogo wa 16. Naona hapa kanisa liko na vijana ndio wengi. Mnaweza kuwa chapu kwa kusoma hilo andiko. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 16. Naongea kuhusu kujijua. Biblia inasema hivi, mstari wa 16, Biblia inasema hivi, je, hamjui ya kuwa kuna mstari nataka kutafuta. Inasema kwamba je, hamjui ya kuwa wewe ni hekalu la Mungu? Haleluya. Lazima ujue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Mara nyingi watu wanatembea, mara nyingi watu wanasonga, lakini hawajajijua. Lazima ndiposo ujenge madhabahu, lazima ujijue wewe ni hekalu la Mungu. Haleluya. Maana kwa hekalu la Mungu unapojitambua, ujijua wewe ni nani, unaponena mbele za Bwana unajua cha kufanya. Amen. Ndipo tunapata kwamba huyu alijijua, akasema je, hamjui? Lazima ujijue kwamba yule mtumishi wa Mungu Elia alijijua yeye ni nani katika Israeli, na akajua kwamba Mungu ninayemwabudu ako pamoja na mimi, na akajua kwamba lazima ijulikane. Wapendwa, kujulikana kwa Mungu wako si rahisi. Lazima ujitoe kama dhabihu. Yes. Amen. Ndio unapata kwamba huyu mtumishi wa Mungu akakuja akawaambia wale watu, akawaambia kwamba mnileteeni, mnisongee. Wakamsongea, akakarabati madhabahu. Kama leo hii kuna watu wanaera ambaye kuna vitu ambayo mlijua, mnajiuliza maswali, mbona watu wanakuja kanisani na tena wanarudi nyuma? Hilo swali kwa Mkristo hapa sipo. Kwa nini watu wanaja hatimaye wanaenda? Kwa nini ninaikuja kwa ibada najisikia na hatimaye natoka kwa line? Ni kwa nini? Kuna madhabahu yanakugonga vita. Amen. Kuna madhabahu yanakuzuia. Yanasema, kuna mwingine tulimpata anasema kwamba kwao haukuvaa tai. Sasa akapatikana kwamba amevaa tai. Madhabahu yakao yakainuka, yakashika tai, kumvuruta, yakamwambia kwetu hatuvaiki tai. Kwa madhabahu kwenu penye unatoka kuna madhabahu. Haleluya. Pale penye unatoka kuna madhabahu. Na hiyo madhabahu huwa inakuvuruta kwa uwezo kusonga. Hiyo madhabahu inakuungana na wewe. Ndio unapata kwamba saa hizi hapo unaweza omba kwa masaa mawili unalala. Yes. Ni madhabahu. Amen. Haleluya. Unapata kwamba hapo unaweza soma Biblia, lakini kwa sababu kule nyumbani penye unatoka una madhabahu yanakuzuia uwezi kupiga magoti. Ndiposa leo hii tumekuja mahali hapa kutengeneza ile madhabahu yalikuwa kwamba imeharibika, ili ya kwamba Mungu ainue kiwango cha mahali hapa. Amen. Ndio nakwambia kwamba mahali hapa, jambo la kwanza kama kanisa tuheshimu madhabahu. Jambo la pili, heshimu anayetumika kwa madhabahu. Usimzoee, maana ameteuliwa kwa sababu ya hii madhabahu.
Ukitaka madhabahu yako, mwambie akufungulie. Haya ni madhabahu ya askofu. Ndio najua kila madhabahu yako na kuhani wake. Haleluya. Unapata kwamba hapa Elia ndiye alikuwa kuhani wa mahali pale. Na alipokuwa kuhani wa mahali pale, yeye aliambia wale watu, mniletee ndume mzuri ni mutoe kama dhabihu. Haleluya. Ni mutoe kama dhabihu mbele za Bwana. Sasa kwa madhabahu tuna kuhani. Na anapokuwa mahali pale kuhani, ndiposa wewe upate neema ya mahali hapa, lazima utaheshimu kuhani wa hapa. Hilo ndio Bwana ameniambia. Nije kuambie hapa hii madhabahu vile inainuka, kuna kuhani wa mahali hapa. Usimfyoze kidole, utakutana na Mungu. Usiongeongee juu yake, maana ameinuliwa na Mungu. Lakini watu wengi wako na mazoea. Wengine wanamuita pasi, wengine wanamuita askofu kwa kifupi, anahitaji sasa zingine bisho. Wewe ndio unampatia ama nyanya yako ndio alipatia? Ambia mwenzako heshimu. Ndiposa barikiwa hapa, heshimu hapa. Baada hii madhabahu inaenda kuinuliwa na utukufu wa Mungu utashuka hapa na utatembea hapa kwenye mbejenga hili kidogo. Hii ni mfano. Kuna permanent inakuja, itapanuka. Maana Mungu anaposhuka kwa madhabahu, hata makuhani hawezi wakafanya chochote. Maana utukufu ukishuka. Haleluya. Unajua, wacha mtu anisomee, kuna mstari pale unasema ya kwamba alipoita moto, moto ukashuka na ukateketeza kila kitu kilichokuwa mahali pale. Au kukuwa moto wa kawaida, ulikuwa ni utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ukishuka hapa, laana zinakuachilia. Utukufu wa Mungu ukishuka hapa, uchawi unakuachilia. Utukufu wa Mungu unaposhuka mahali hapa, wepo wa Mungu ukitembea mahali hapa, mapepo yenyewe yanaenda. Ndipo umepata ya kwamba lazima tujenge madhabahu na tuinue. Haleluya. Lazima tuinue hiyo madhabahu mbele za Bwana. Wacha tuone mtu mwingine ambaye alijenga madhabahu mbele za Bwana. Tunapata Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa kwanza. Kuna mtu ambaye alijenga hapa pia madhabahu, naye alikuwa ni mtoto wa Mungu, Suleimani. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 6. Wacha tusome mstari wa 5 kwanza. Pale 5 mlango wa 11 hadi kufika 13. Biblia inasema kwamba makuhani wakaondoka. Makuhani wakaondoka mahali pao patakatifu, na makuhani walikuwa huko walipokuwa wakiweka wakfu kwa ajili ya walikuwa wamejiweka wakfu kwa ajili ya kusanyiko. Biblia inasema kwamba wadai wote na waimbaji wote na Asafu na Hemani na Duluni mwana na ndugu zao wakasimama upande wa mashariki wa madhabahu, nao walikuwa wamevaa kitani safi, wakapiga matwarasi na binubi na zeze. Walikuwa pamoja na makuhani watu 120, wakapiga panda, wakapiga tarumbeta. Waimbaji wakaungana pamoja kwa sauti moja kiuangalifu wao vile kwa sauti moja, wakamsifu Bwana wakimshukuru kwa sauti kuu, pamoja na maturumbeta na matowazi na vyombo vingine vya uimbaji, wakamsifu Bwana nayo wakisema yeye ni mwema na upendo wake wadumu hata milele.
Mstari mwingine akasema kwamba ndipo Bwana akajaza wingu, nao makuhani hawakuweza kusimama katika huduma zao kwa sababu ya ile wingu, na utukufu wa Mungu ukajaa katika hekalu. Haleluya. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 5 mstari wa 11 hadi kufika mstari wa 13. Haleluya. Tunapata Biblia inasema kwamba wale walipokuwa wamekuja kwa hekalu, Biblia inasema kwamba wakasimama katika madhabahu. Ndipo nimewaambia wanayefanya kwa madhabahu lazima tuwe wasafi. Amen. Haleluya. Ndio kuchiroko budaka wawe haduchorera no mchafu. Amen. Hapo naongea na authority. Amen. Haleluya. Amen. Wacha wadira direro ruhana rubere hanonye kwicara. Hasa mwana wako na musimba hanonye bunda kwicara. Bado hadi bichonyerera kwa madhabahu. Haleluya. Amen. Wama dorulega yani umwemi wa handela wa hamu wanyamwai handonye uchawana mwa yose akole homohoto na beba lana. Haleluya. Amen. Sasa kwa madhabahu inataka wale wanayetumika kwa madhabahu lazima wawe waangalifu na watembee kwa utakatifu. Amen. Haleluya. Amen. Ukimpigia simu ya kwamba uko wapi, hata kwa peke yake, akataka kama kwa Ruangwa anakuambia niko Ruangwa, ukimfuata Ruangwa na mpata, ambia mwenzako uaminifu nataka kwa madhabahu. Brother alienda abana samudebe ndeza kusiri kwa wana no mwene oli Ruangwa mubi nonye uchorera mu madhabahu ngende wewe ulinyana leo sikiingia hapa. Yani utembee katika uaminifu. Kama ni kutumikia Mungu, amua. Kama unajua kwa unajichanganya usikuje. Hii madhabahu Biblia inasema kwamba hao watumishi wa Mungu wakaingia katika sifa na kumwabudu. Biblia inasema kwamba walikuwa waimbaji na makuhani, walikuwa katika umoja. Hawakusengenyana, hawakudharauliana. Haleluya. Kuhani wako hata akikosa kuwa na suti yeye ni kuhani. Amen. Kuhani wako hata kama akikula mrenda wewe ni kuhani. Halo. Hata kama soli yake imetembea mwaka moja na pea moja kakiama, wachana naye, ni kuhani. Amen. Lazima uheshimu. Nilikuwa najiuliza swali, kwa nini Bunyala watu wamekosa kubarikiwa? Heshima kwa watumishi wa Mungu ni kidogo. Amen. Mtu anasengenya mpaka anasengenya mchungaji wake, anadharau, unafanya nini, unatarajia kuwekea mkono. Sijui hilo jambo linanisumbua hapa. Kama niko mtubu, sijui vile mnaonanga wachungaji wenu hapa, naona hilo jambo linakuja kwa uzito. Unafanya kikao, unasengenya your pastor, tena kesho yako nataka kuja kuwekea mkono. Ambia mzako kutoka kwa unafiki. Maanisha kile unafanya. Haleluya. Amen. Naona tu moyo wangu na kama kuna kitu. Lakini Biblia inasema kwamba walipokuwa katika hekalu wakasimama upande wa mashariki na wakatoa dhabihu. Yaani wakakuja, walipokuja kwa madhabahu ya Mungu, waliinua dhabihu ya kwanza, walitoa sifa. Haleluya. Amen. Madhabahu yanapoinuliwa, waimbaji wanatakana wamsifu Mungu. Madhabahu si kufanya uongo. Madhabahu ni kumtukuza aliye hai. Madhabahu ni kumwambia Bwana, leo ninatoa sadaka yangu. Yaani wacha nikwambie mpendwa, hapa ni mahali pa kutoa ile dhabihu zetu, sadaka zetu za kutoka ndani. Haleluya. Ndio unapata kwamba hii madhabahu yanapoinuliwa mahali hapa, kuna mapepo yanaenda kugongana nayo. Amen. Haleluya. Amen. Kuna adui. Si watu watafurahia. Wanapea kwamba watafurahia. Hadi mnakuwa hapa. Maswali yatakuja. Yamekuaje? Kama hujaitwa Freemason watawaita.
Askofu, hiyo siogope. Na Mungu ndiye aliumba vyote. Yeye anatubariki na siwezi kulala mahali pazuri na mahali pa Mungu pamechakaa. Haleluya. Mahali pa Mungu tukirembesha, baraka zinamiminika. Ambia mzako tambua nyumba ya Mungu. Maana bila hiyo madhabahu yakiinuliwa, kama leo hii tunataka kuinua madhabahu mbele za Bwana, wacha nikwambie mtu wa Mungu, wanayetumika kwa madhabahu lazima tuwe wasafi. Lazima tumjue Mungu wetu. Lazima tujue Mungu tunayemwabudu. Unajua sasa tumependa sana kwamba haijulikane kwamba upo Mungu. We, Elia alikuwa serious. Na Elia alimaanisha Mungu aliyekuwa na mwabudu. Hakukompromise na watu wengine. So kama kanisa jua kwamba madhabahu hayo hapa ni Mungu, tunainua madhabahu ya Mungu kinyume cha madhabahu ya adui. So tunapata kwamba kuweka madhabahu wako. Hiyo pointi nyingine, kuweka madhabahu wako. Napokuja kwa nyumba ya Mungu, hapa tunapata Suleimani. Tunaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 6. Wacha wa huko chini, wa huko mwanzoni. Mlango wa 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Ile Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 6 mstari wa 1 hadi kufika 3. Kama kuna mtu amepata anaweza tusomea. Asifiwe Kristo. Nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele. Mfalme akaugeuza uso wake, akawabarikia mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi, akalitimize kwa mikono yake, akasema, tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe humo, wala sikumchagua mtu yeyote awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Lakini nimechagua Yerusalemu jina langu liwe humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli. Basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi, baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako. Lakini si wewe utakayeijenga nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Amen. Jenga madhabahu. Haleluya. Amen. Nataka kuambia kwamba mtu wa Mungu, hii tunajenga, tumeshajenga. Tunataka kuweka wakfu. Haleluya. Amen. Usione mali hapa vile imejengwa ya kwamba imetosha. Bado inataka kuendelea. Amen. Suleimani akasema, kuna jambo alisema, baba yangu, wewe unakaa mali kwa giza nene. Haleluya. Hii madhabahu yenye Mungu tunamuinua nayo, tunataka kuiweka wakfu mbele zake. Mpendwa, Mungu hakai hapa, yeye anakaa kwa giza nene, giza totoro, viumbe vyote vinamwabudu. Sasa mali hapa siku ya leo tunapotaka kuweka wakfu, tunamsihi, haleluya, aweze kushuka akaweze kuweka wakfu mali hapa, ili ya kwamba uwepo wa Mungu ukakoe mali hapa. Haleluya. Cha kwanza, Mungu hakai katika nyumba. Mungu wetu anakaa mahali palipoinuliwa, lakini amechagua watumishi wa Mungu wanaera waweze kujenga madhabahu yake hapa.
watu wa Mungu ambaye Mungu asione mali hapa kwa kawaida. Haleluya. Nataka tukwambia kwamba Mungu wa mtu wa Mungu, mali hapa pasiwe pa kawaida. Patakosa kuwa pa kawaida namna gani? Hapa tunaweza jenga iwe tu ya kawaida. Lakini tunaweza ijenga tuinue mbele za Bwana na Mungu achilie neema yake, usiwe na mchezo. Haleluya. Sasa unapata kwamba Suleimani alikuwa alitoa kama mfalme. Hapa alikuwa anaweka madhabahu wakfu. Naye akamwambia, baba yangu, wewe ambao unakapoagiza nene, ni kwa neema tu nimejenga. Baya sisi wapendwa, ni kwa neema tu tumetengeneza madhabahu ya Bwana. Katika mali hapa, kile tunachomsihi ni kwamba Mungu achilie neema yake aweze kukaa kutawala mali hapa. Neema ya Mungu iongoze watoto wake. Neema ya Mungu ishuke katika ibada ili ya kwamba mambo yafanyike yasiyo ya kawaida. Kwa sababu ni neema inatufanya tunakuwa namna hiyo. Sasa madhabahu, tunapata kwamba Elia wakati alifanya ukarabati kwa madhabahu, kuna kitu alifanya. Haleluya. Alitoa dhabihu. Amen. Ambia mzako kwa madhabahu inataka dhabihu. Unapokuja mali hapa, watu wanaela mko? Hapa naitwa naelama itwaje? Mko? Vile ulivyo tu hivyo. Hebu angalia nguo yenye umevaa. Vile ulivyo hivyo, si ndio? Usikuja hapa na shilingi moja. Amen. Amen. Wacha tu tukanyage, hata ukijishukia taenda. Amen. Haleluya. Amen. Yaani mchawi anaenda kufanya uchawi kwa ajili yako na natoa ng'ombe. Na hii ni madhabahu ambayo nataka ipigane na madhabahu ya kwenu. Toa kitu kizuri kwa madhabahu ya gongane na adui. Chukua yote niachie Yesu na shilingi 2 unaleta hapa. Ninyang'anye yote niachie. Hapo mundu kunde kasire. Hebu angalia hiyo ikuwe fuadile yote shilingi 2. Ambia mzako tunabadilika kuanzia saa hii. Maana hii ni madhabahu ya kupigana na madhabahu ya kweli. Hii ni madhabahu ambayo kama umekuwa masikini na unatoa mali hapa, dhabihu yako ama sadaka yako, unamwambia Mungu, nimetoa hii, Jehova nataka utajiri. Hiyo sadaka yako inanena utajiri unakuja. Amen. Kuna mtu mali hapa biashara yake kubwa sana, kama ni pesa nyingi, anapenda sana kupata shilingi, kama ni profit shilingi 50, shilingi 100. Ameuza vitu vingi lakini profit 100. Credit inapatanga pesa ngapi wale ambao wanauza kwa duka? Kuna mtu aliniambia kwamba biashara ya credit ni mbaya sana. Sema kama mnauzanga hiyo vitu si kweli? Kwa credit tunaweza uza 1000 na upate shilingi 10. Hadi ndio biashara. Ni kwa sababu napenda kutoa kwa madhabahu shilingi 10, hiyo ndio unakuja nayo pia utapokea. Sasa inua kiwango hapa. Biblia inasema kwamba Suleimani wakati aliamua ya kwamba anataka kuweka madhabahu mbele za Bwana, alisimama na dhabihu yake. Haleluya. Amen. Kwa madhabahu ndio watu wanatoa dhabihu. Kwa madhabahu ndio watu wanatoa sadaka. Kwa madhabahu wanatoa fungu lao la 10. Kwa madhabahu, unajua kuna mwingine aliniambia alitaka kutoka kwa huduma nyingine, akasema kwamba unipigie hesabu inatoanga sadaka hapo.
Kama kuna mtu anakuwa na hiyo roho atoke. Haleluya. Nipigie hesabu. Nimemaliza hapo miaka 5, nitoleeni hiyo hesabu yangu yenye nimetoa pale. Alafu niende nayo. Hapa kwa madhabahu. Ukitaka kula laana, dai vitu yako. Tunaingia kuweka wakfu sasa. Tunapata kwamba mtumishi wa Mungu Suleimani alipokuwa ya kwamba anatoa sadaka, aliposa anaendelea anataka kumweza kuweka wakfu mbele za Bwana. Tunaposoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7. Tunasoma mstari wa 1 mpaka tufike mstari wa 2. Hatimaye tutaruka. Kuna jambo pale. Suleimani alipoenda mbele za Bwana, Biblia inasema hivi. Baada ya hayo, Suleimani akaomba Bwana. Moto ukashuka toka mbinguni, ukateketeza sadaka na dhabihu, na utukufu wa Bwana ukajaa hekalu. Makuhani hawakuweza kuingia katika hekalu la Bwana kwa sababu utukufu wa Bwana ulikuwa umejaa, na Israeli wote walipoona moto umeshuka na utukufu wa Bwana wakapiga magoti kwa sakafu, wakasujudu nyuso zao mpaka chini, nao wakamwabudu Bwana na kumshukuru Bwana wakisema yeye ni mwema na upendo wake unadumu. Haleluya. Amen. Leo hii tunataka kufanya weka wakfu. Mtu wa Mungu usikubali. Ni madhabahu lazima ikubalike na nini? Na sadaka. Lazima uweze kuwa na kitu. Hata wewe, hata kama hauna chochote, unakuja unasema pia mimi, maana ninajua watumishi wa Mungu watakuja wanataka kuweka wakfu mali hapa, sadaka yako pia inaenda. Asifiwe Kristo. Amen. Mambo ya Nyakati. Ndipo mfalme na watu wote wakatoa dhabihu mbele za Bwana. Mfalme Suleimani akatoa sadaka ya ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na watu wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Mungu. Amen. Wakasimama makuhani sawasawa na malinzi yao, Walawi nao pamoja na vinanda vya Bwana alivyovifanya Daudi mfalme, ili kumshukuru Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Atiba. Wangapi wanaendesha bingu hapa? Haleluya. Kama hujajua kanisa la Kristo linawakilisha mbingu. Umesimama mbele za Bwana, mbele za wanadamu na mbele za Mungu. Ndio unapata mchawi, yani mchawi anakimbia tu usiku peke yake. Na watu hata wakimtu kukutana naye kama hajaokoka hawana lawama. Lakini Mkristo akipatikana ameiba miogo, wanaweka kwa mtandao. Ambaye wewe ni mtu special. Ukikosea wanakuweka kwa mtandao. Haleluya. Lakini yule ambaye ni mkora akikosea hakuna mtu. Lakini yako kamoja tu. Mimi nisimama hapa alafu nipige tu mke wangu huyu kofi hapa. Nimeharibu ushuhuda. Ni kweli? Sasa pia utakasirika. Sitakuwa nipiga ukweli, lakini sasa utafanya nini? Kwa nini ukasirike na si wako? Haleluya. Kwa sababu ushuhuda. Ndipo za Mkristo ni vizuri ununue Biblia. Hii ndio mimi nikisoma na wewe pia unasoma. Biblia inasema ya kwamba Suleimani alitoa dhabihu zake kama mfalme, kondoo 22,000. Haleluya. Na akatoa kondoo 120 kama dhabihu, na watu wote wakaleta. Haleluya. Sasa wapendwa, madhabahu hainuliwi bure.
madhabahu yanainuliwa na matoleo. Unapotaka kuwakisha moto mahali hapa, tujifunze kutoa matoleo, tujifunze kutoa vitu, ili ya kwamba moto wake mahali hapa. Inua kiwango cha kutoa. Unapokuja mahali hapa kuomba, mpendo, wacha kama tumesoma huko na degree hapa, sote mbele za Mungu tuko sawa. Ambia mazaka hakuna ubwana, maana tunaabudu ufalme wa wafalme. Unaona watu wa matumbo wanapiga magoti, wanamwambia ni wewe. Hata unapata kwamba wewe katai komboto pia unataka kulinga hapa. Ambia mazaka unapokuja kwa madhabahu, unakuja na heshima. Haleluya. Maana hapa tunainua Mungu wetu. Unapata kwamba mganga anatoa ng'ombe, anapelekea mganga. Yaani mtu anatoa ng'ombe anapelekea mganga. Mtu anatoa mbuzi anapelekea mganga. Mtu anatoa 10,000 anapelekea mganga. Wacha niwaambie watu wana hela leo ya kwamba tunapoinua hii madhabahu, wacha nikwambie sadaka yetu tukileta hapa pesa tunaweza jenga bila kufanya mchango. Hii mambo ya michango hii ninaichukia kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama wewe kujenga nyumba yako, nani alikufanyia mchango? Lakini leo hii nawatangazia kwamba kwa hii madhabahu tuwakishe moto wa maombi, moto wa kutafuta Mungu, moto wa kiwango cha kutoa. Tuinue kiwango tofauti. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwanza nakwambia kwamba kanisa la Bwana, unapokuja kwa madhabahu ya Mungu, kile unachotoa kisiwe cha kawaida. Hata maabudu peke yake si lazima wakwambie mpendwa piga magoti mbele za Bwana, inua mikono. Ambia mwenzako wasikubembeleze. Wasikubembeleze. Tunataka kuja hapa, tunataka kutoa wapendwa, tunataka kutoa sasa. Alafu tunakubembeleza na kawimbo. We baba pokea sifa. Na wewe na suti yenye nimevaa hii, alafu nabeba shilingi 2 pia unajikaza. We baba. Wacha tu niweke msingi vizuri na nisindilie. Haleluya. Wapendwa, wewe uko na kuku nyumbani, uko na kondoo nyumbani, uko na vitu nyumbani. Unapokuja kwa nyumba ya Mungu, yaani Mungu wako ni Mungu aina gani? Kuja Bwana na heshima, tafuta kitu kizuri cha kupendeza Bwana. Haleluya. Tunapata kwamba Suleimani aligundua kama leo tunakuweka wakfu madhabahu mahali hapa, tunataka tumwambie Bwana aweze kuhusika. Wote ambaye wanatoa hapa matoleo yao, hata kabla wajaombewa, wapendo watu wapate kuombewa, wapate kubarikiwa. Mipaka za watu zipanuke, milango yako ifunguliwe. Kama ni mgonjwa upate uponyaji, maana kuna mambo tunatangaza hapa. Hata kama ukiwa mgonjwa ukikuja kupiga hapa magoti, Bwana akutane na wewe na Mungu akuponye hata kabla hujawekwa chochote. Leo nataka kukuambia kwamba mpendwa, hii ni siku ya kipekee. Haleluya. Si siku ya kawaida. Mtumishi wa Mungu aligundua, akaona ni vizuri amjengee Mungu madhabahu. Unajua wewe pengine kwenu kuna madhabahu yale kama mimi, kama sisi tulivyozaliwa, wengine tumezaliwa kwa madhabahu ya umaskini. Kubomoa madhabahu ya umaskini, tunainua madhabahu yetu hapa ya kumwabudu Bwana. Unatoa kitu kizuri kwa madhabahu, unamwambia Mungu, nabadilisha maisha yangu, na maisha yanabadilika. Haleluya. Maana kwa hiyo madhabahu yanapigana na madhabahu ya umaskini, yanapigana na madhabahu ya kutokuwa na amani. Ndoa nyingi zimekosa amani. Beba sadaka yako, leta kwa madhabahu, mwambie Bwana, nataka amani kwa ndoa yangu, na Mungu anaangalia hiyo sadaka na analeta amani kwa hiyo ndoa. Haleluya. Kuna watu wengine hapa hata na wake zao, mke na mume, hawawezi kula kwa sahani moja, hata semaili ingi hakuna. Mzana vikanga tu bema chikosa. Binoni vya moyo yako ikisia.
Bichi bino kodanga sina. Bino vyo kuchakuchaku bino sina. Yani mama anakula kama mzako nje. Akikanyega tu kwa gate, amani imeenda. Unaona mama wajipigeni makofi. Hao watu wana roho ya kuvumilia. Haleluya. Amen. Mama mzabe leo ananuka pombe, anakuja wanagorotea baba kwa. Amevumilia. Pigeni mama makofi. Ndiposa nakwambia ndoa yako nataka Mungu abadilishe. Jifunze kutoa. Amen. Jifunze kuambia Mungu natoa kitu. Yaani unajua kama uko na 5,000 na unatoa shilingi 50, kuna kitu ambacho unasikia? Kuna kitu unasikia? Kilitibo. Ama shilingi 10 ikipotea kwa shilingi 10,000, kuna kitu umepata? Unasikia uchungu. Sasa kile nataka kusema kwamba hapa ni kwamba tujifunze kutoa kitu, yale sadaka unayosikia ndani ya moyo wako, kuna kitu kinakatika. Halo. Kuna siku moja tulikuwa tuna mke wangu hapo hapa shahidi. Tukamwombe kitu kakazaa. Tena wakakuja wakaiba hiyo ng'ombe. Ilikuwa mama yake alikuwa na mimba, nataka karibu kuzaa. Alafu wakaichukua. Lakini Mungu alikuwa ametuambia hii ni malimbuko ya kwanza. Beba peleka sana kwa nyumba ya Mungu. Yes. Hey bwana. Wameiba, niko bure, sina kambuzi, kamebakia kamoja. Tukashikana na watoto. Tukasema Baba, kwa jina la Yesu, hii tunaenda kutoa vile tulivyoweka. Amen. Wewe mama ndiye alilia machozi kwa madhabahu, sijui alilia nini sielewi. Yaani aliona kama inakatika. Wapendwa, vitu vilivyotolewa mbele za Mungu hata vitukuzi. Hata Mungu pia akituangalia anaona tu wewe rafiki huyu. Toa kitu. Kile unasikia? Obranga mama na wala mumuko kukonde sina. Kuhali heda, yani uinye sindu paka mkogo kwa urambwe. Nesino sios. Lakini wengi tunapenda sana. Tunatoa, lakini tunavigira katukuzingi Mungu. Haleluya. Amen. Hata tunapotoa maabudu ya kuabudu mbele za Bwana kwa madhabahu haya, wapenda tusiabudu kawaida. Yaani toa ibada kutoka ndani. Haleluya. Amen. Tunapokuja mbele za Bwana kwa madhabahu yake, usiende tu vile watu wanaenda. Yaani mimina moyo wako mbele za Bwana. Unamwambia Mungu ni wewe, kama ni wewe ni wewe. Haleluya. Amen. Toka ndani ya kilindi cha moyo. Pako unaweza fika mahali upige magoti. Pako unaweza fika mahali ukaona kwamba machozi yanatoka. Lakini wengi tunatoanga tu vitu juju. Hata Biblia inasema kwamba Suleimani akatoa matoleo yake. Na Biblia inasema ya kwamba mahali pengine ya kwamba unapoteremka kiendelea, inasema utukufu wa Mungu ukashuka, ukatengeneza sadaka. Haleluya. Amen. Leo tunaomba Mungu achilie hapa neema isiyo kawaida. Na tunajua itakuwa isiyo kawaida. Lakini sasa kushuka sio shida, kutuza. Ambia mwenzako kutuza. Kutuza. Haleluya. Kutuza. Sio alikununulia nguo nzuri? Yes. Lakini kilichokiharibu ni nini? Kufanya nini? Kutuza. Unaweza kubadilisha nguo pasi mzuri, nyeupe mzuri. Mtu akiona anasema, brother uko smart." Lakini kutuza. Unapata time nzuri, mtu ameenda amefungia kuku. Time nzuri, mtu ameenda amefungia kambuzi. Longi mzuri, mtu ameenda nayo shambani. So kutunza. Haleluya. Suleimani aliwaachilia hiyo neema nayo ikashuka mbele za Bwana. So nataka kuambia kwamba mpendwa, ni vizuri uweze kujiana kwa madhabahu tunapoinua.
watu walikuja na matoleo. Leo hii pia matoleo, dhabihu kwa madhabahu. Tunainua madhabahu ya Mungu. Mungu wetu aonekane. Mungu wetu achilie neema. Mungu wetu afanye jambo jipya. Watu waone Mungu tunayemwabudu. Haijalishi tuko wachache. Kile cha maana tuinue madhabahu ya mbele za Bwana, na ndani yako wacha moto wa Roho Mtakatifu ukaweze kuwaka. Haleluya. Tunasoma na katika kitabu cha Agano Jipya sasa. Kitabu ni cha Warumi mlango wa 12. Nimshukuru Mungu kwa sababu ya watu waliofika na watumishi wa Mungu, na kila mmoja tumetambua uwepo wake kuwa mahali hapa. Asante kwa ibada hii iliyoisha ya mwalimu. Tumejifunza kuhusu kusimamia madhabahu yetu. Amen. Naomba leo mtu usitoke hapa pasipo kujua kutumia madhabahu yako. Halo. Kwa muda mfupi ambao niko nao, nataka nilete walio na ushuhuda. Kabla nileta walio na ushuhuda, niko na tangazo ambalo nataka nipitize kwa kila mmoja wetu aliyeingia mahali hapa, hata yule aliyeingia na sikia. Kuna bahasha hapa nimepewa, imeandikwa hivi Thanksgiving. Hii ni bahasha ya leo peke yake. Amen. Utapewa hii bahasha na Asha atakupea kwa ajili ya sadaka ambayo uliambiwa, na ni sadaka ya madhabahu kushukuru Mungu nayo leo hii. Kila mmoja wetu utaweka sadaka yako kwa hii bahasha, na kama uko na nafaka utaiweka pamoja hapo. Usiache kwa mfuko yako, uko na kuku, uko na nini, uilete hiyo kitu na weke sadaka yako hapo, iasilishe. Ikiwezekana andike jina lako, jina liko hapo katika jina, na kama una kalamu utaniuliza na kupea kalamu na uweze kuandika. Amen. Nadhani hapo tumesikia vizuri hapo tuko sawa. So ukiona basi ikija, hapana shituka, ni kuweka zaka yako ya shukrani. Tutakuwa na sadaka mara ya kwanza ni sadaka ya kawaida ambayo tutaifanya tukimaliza ushuhuda. Tufanye sadaka ya kawaida, hatimaye nilete mtumishi wa Mungu alete ibada nyingine, na hiyo sadaka hii itatolewa kwa wakati wake utaambiwa. Nilete ushuhuda kwa watu watatu peke yao au wanne. Ikipata wawili pande hii, pata wawili pande hii, tutampatia Bwana utukufu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo kama kuna ushuhuda upande ule, tuchukue watu wawili, na huko pia tuchukue watu wawili, tujiandae, tumtulie Bwana ushuhuda kwa muda mfupi tu, kwa sababu tuko na mipango mingi huko mbele yetu katika jina la Yesu. Alina ushuhuda, karibu sana.
Uweze fika hapa. Hapa Asha. Hao tu wameruhusiwa kukaa huko peke yao. Sawa ni technician. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, nina furaha kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Nimekaa muda mrefu kama sikuji na era, lakini si kwa ubaya, kwa kiroho tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekaa muda mrefu kimwili, lakini kwa kiroho tuko pamoja. Na siku ya leo nimesema lazima nifike kwa sababu nilipata ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Si wengi tu mnanijua, ni mimi tu Margaret Otieno, msichana wa Naira, mzaliwa hapa Naira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninakaa Magoe na si ati nimekaa tu, ninashiriki kwa kanisa Free Pentecost pale Poti. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuja kuona mamangu ni mgonjwa, na ninaomba tu saa zile mtakuwa mnaombea wagonjwa, maombi yenu imufikie. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Catherine na Fula. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana kwa yale nimeona kwa siku ya leo. Asante sana kwa mwalimu wa siku ya leo. Ni ukweli tujifunze kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu, sisemi mimi sitaki kuwanyoza, na Mungu awabariki na hayo na azidi kuwainua. Tupe Bwana makofi mazuri kabisa. Makofi mazuri kabisa. Aliniambia kwamba nisikanyage kwa madhabahu mpaka wakati tutakata. Amen. Amen. Tunataka tukaweze kukanyaga kwa haya madhabahu. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Sijui tutaingia vipi? Tuko tayari? Tuko tayari? Tuko tayari? Tuko tayari? Yes. Haya. Sema kama wako tayari. Kwa hivyo watumishi wa Mungu nataka tutoke. Pia sisi tucheze. Amen. Amen. Unaweza ukabeba hiyo Biblia yako. Amen. Amen. Hiyo ndio kazi umekuja kufanya hapa. Amen. Amen. Yes, nataka tuwekewe wimbo. Na tunapocheza unasimama na pia unacheza pamoja na sisi. Mungu anatubariki. Amen. 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 Tumpigie makofi. Tumeisha Mungu kwa tayari. Umekuja na wadada. Wadada pia watoke. Watusaidie. Mke wangu pia atoke. Hii microphone na pia. Tuko chini ya Askofu Vincent Sani. Tuko na melodi moja na ndio mtabarikiwa. Jina lako Baba, libarikiwe jina lako Baba,
Kabla tuombe, wacha tusome Mambo ya Nyakati Mambo ya Walawi mstari wa 11. Biblia inasema Mambo ya Walawi mlango wa 8 mstari mdogo wa 11, 10 hadi 11. Biblia inasema kwamba ndipo Musa akachukua mafuta ya upako na kuipaka Wasoma 9. Musa yakula amafura kovahe na yakabaha. Mstari wa 9 tunaanzia pale. Kisha akavika Haruni kilemba kichwani pake, naye na kilemba na ile kamba ya madhabahu na ile taji takatifu ya upinde mbele na kile kilemba cha kama Bwana alivyomwagiza Musa. Hayo ni maandiko ambayo tumeyasikia. Akoniko maandiko akahurire kwa siku hii ya kutakaza madhabahu. Hunyangaino ya ubarikia madhabahu kifue. Bae Mungu ameandaa kwa hii kanisa ya Naera. Aka yasaya kwanisie muribukanno elia Naera. Mungu amepaka mchungaji katika kanisa hili ama kiongozi katika kanisa hili. Nyasaye aberesie omwemelesi werikase werikase no. Huyo ndiye atakayesimama kwa niaba ya Haruni. Oyo no nema uwangu wa Haruni, kwa sababu Haruni ambaye atakayelinda kanisa hili ndiye huyo mchungaji wa. Okulokubera Haruni ona banalinde ribukano anaba ni mchungaji mwenu no. Tunapokata kamba ni kuna kengo kwekuno, tunaingia katika madhabahu. Unaingira msibe kusino, ndipo tutapata maandiko pia ambayo yanatuelekeza vile tutakavyoendelea. Aona kwenda kunakana maandiko akana rukobera ngulo kunafuana na Mungu akapate kuwa Mungu. Na Nyasaye abeyalela nafu. Wacha askofu na akapate kutuombea. Askofu alambere. Baba wetu uliyeziumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu tunaomba kwamba Bwana Yesu mfalme wa amani, kila kamba hii ambayo Bwana Yesu tunaweka wakfu hii madhabahu, tunaweka mikononi mwako, nikiomba kwamba Mungu wacha mafuta yako yabadilike. Na Jehova tunaomba kibali mbele zako Jehova. Asante Bwana Yesu, maana mbingu yako imefunguliwa na uko pamoja nasi. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Haleluya sana. Na sasa ni utabiti kamili kuonyesha ya kwamba madhabahu yanabarikiwa. Makofi. Tunaomba Baba wetu katika jina la Yesu. Neno lako linasema pale msalabani yote yamekwisha. Yes. Baba tunaweka mfalme wa amani hii madhabahu. Tumeshaikata hiyo kamba ya minyororo ya giza, imekwisha katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba Bwana Yesu mahali hapa, watoto wako wanasetwa huru. Tunatangaza ya kwamba mahali hapa Bwana Yesu, kila mzigo watu wako ndakaleta mahali hapa, baba wetu wanaenda kupokea uponyaji. Kama ni mgonjwa anaenda kupona, kama amefungwa na laana kila mizigo inakatika inavunjika.
katika jina la Yesu. Ninaomba kwamba Baba wetu achilia neema na kibali kwa hii madhabahu. Acha mafuta yako yamimilike. Asante kwa maana mbingu imefunguka. Asante kwa maana hiyo neema na upako unatiririka mahali hapa. Kwa maana Mungu pamoja na watoto wako, pokea heshima na utukufu. Naona wingu la moto linatanda katika mahali hapa. Milango inafunguka, dada zinavunjika, magonjwa yanaachilia watu. Watu wanakuona Baba ukitenda kazi njema. Achilia mkono wako unamimilika kwa watu wako. Asante mkombozi, maana Baba unatenda jambo jipya. Pokea heshima na utukufu katika jina la Yesu, na maana kushukuru. Amen. Wachungaji wetu, watumishi wetu, Biblia inaendelea ikiongea Estabo siendelea sibola katika mstari wa 10. Mstari kwa 10. Biblia inasema hivi, mlango ni katika kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 8 mstari wa 10. Biblia inasema kwamba ndipo Musa akachukua ile mafuta ya upako, naye akapaka masikani, nayo aliyomokuwa ndani yake akaiweka wakfu. Biblia inasema hivi, ndipo Musa akachukua mafuta ya upako na akaipaka masikani na kila kitu kilichokuwamo ndani yake, kisha akaiweka wakfu. Biblia imezungumza Estabo sibore ya kwamba kisha Musa akachukua mafuta. Biacha byaba Musa yosi yakula, alipochukua hayo mafuta ngayakula mafurako akapaka. Yabaha. Utasoma pole pole tukiendelea. Biblia inasema ya kwamba ndipo Musa akachukua mafuta ya upako akapaka masikani. Ndipo Musa akachukua mafuta ya upako, na alipochukua mafuta ya upako akapaka maskani, na kila kitu kilichokuwamo ndani yake. Na kila kitu, wakati huu kila kitu kilicho hapa ndani ya maskani tutakipaka mafuta. Kisha akaiweka wakfu. Amen. Amen. Akaiweka wakfu. Yaraho ubuhongo. Baada ya kuiweka wakfu, kuna hatua ambayo Mungu alifanya. Alonyo maloira imberwa nasaye sirosubu yangu banasaya bukula. Ambaye saa hii Musa alichukua mafuta. Utarudia kusoma. Musa yabukula mafura kwa bubahe na akabaha abundu abanalo budalo uderwe. Musa alichukua mafuta ya upako na akapaka masikani. Kwanza tubariki. Baba, katika jina la Yesu. Ndio Bwana. Ni wakati ambapo tunataka kuweka wakfu katika madhabahu haya. Ndio Bwana. Ni wewe tu ambaye tumeyachukua tukayakabidhi mikononi mwako. Yes. Takaza mafuta haya Bwana. Ndio Bwana. Unapoyatumia Bwana yawe kama yale Musa aliyoyatumia. Ndio Bwana. Ni wewe uliyeagiza haya kupitia maandiko yako. Ndio Yesu. Wacha uwezo wako na ushindi wako, Roho wako Mtakatifu akatawale. Ndio Bwana. Kasimame pamoja nasi katika kila hatua. Ndio Yesu. Vunja nira zote za adui shetani. Haya naweza kuja na kuinua kwa jina la Yesu. Haya naweza kuja na mawazo. Katika jina la Yesu. Naweza kuja na mafuta. Tunakuja na tuadhibu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yakapate kushindwa. Ndio Bwana.
Baba ukapate kutawala. Ndio Bwana. Onekana kama Bwana. Yes. Wacha ushindi wako ukaonekane. Ndio Bwana. Uwepo wako Bwana ukapate kushuka. Ndio Bwana. Malaika wako serufi na kerubi, Yes. Baba wakapate kumiliki na kutamalaki kanisa hili. Ndio Bwana. Asante kwa maana umeyatenda. Ndio Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Twasema ni asante Bwana. Asante. Tumetakasa madhabahu yako Bwana. Na hata tumeyaweka wakfu Bwana. Wachilia nguvu zako Bwana ukapate kutawala. Roho yako Mtakatifu Jehova kapate kushuka. Tenda mema Bwana ndani ya madhabahu haya. Tenda mema Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Hujile osoma Katika mstari wa 10. Mili loe humi. Nasema kwamba kila kitu kilichokuwamo ndani yake akaweka wakfu. Mstari wa 11 nasema akanyunyiza baadhi ya mafuta juu ya madhabahu mara 7 na akapaka madhabahu mafuta na vyombo vyake vyote pamoja Ni wakati na sinia na kinara chake akakiweka wakfu. Hii ni kazi njema ambayo tunaitenda siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba Musa alinyunyiza mafuta mara 7. Ndagani bwana Musa yaichoka mafuta mara 7 katika madhabahu yote wali tayari yosi. Na baada ya kunyunyiza mafuta mara 7, banyunyiza mafuta mara 7 akavipaka hata mpaka vinara. Na havyose atende vinara. Hata vyombo ambavyo vilivyokuwa vikitumika ndani ya kanisa. Hata buli sibisa jinsi hole kwa kanisa. Kilichokuwa kinatumika katika madhabahu. Buli sibisa hole angawaje kwa kilipakwa mafuta. Shaba kwa mafuta. Hiyo ndio mafuta ya siku hii ya leo. Hakuna mafuta kenda na leo. Tunataka kunyunyiza katika madhabahu. Kunyoka chukua kwa litoje kwa watu na kuibariki madhabahu ya Mungu. Ndio ndio huba kama iweka katika wakfu wa Mungu. Ndio kuna makono kana saa. Iweka katika mkono wa Bwana. Ukana makono kana saa. Iwe pahali patakatifu. Mwabe abundu ana. Mtu atakapokuwa na jambo, uli mundu ne changa wewe katika madhabahu haya. Ni chakwa lutarino. Anapata kubadilisha. Anyodoka lohanisiwa. Ndio kila anachohitaji. Amesuweze banada. Yesu apewe sifa. Baba ameshuhudia yani. Tutabariki. Kwenye kuongea chahadi. Askofu Bingu naomba. Baba wetu Mungu mwenye upendo, mfalme wa majeshi. Asante Jehova, napozidi Bwana kushukuru kwa kila kazi ambayo inatendeka katika madhabahu haya, ewe Jehova. Mfalme amani, ewe Bwana, madhabahu haya Mungu wa Israeli. Yoyote anayekuja mahali hapa akabarikiwe. Yoyote mgonjwa anayekuja mahali hapa apokee uponyaji. Yoyote anayekuja mahali hapa ana shida mbalimbali, yoshidi ikaweze kuondoka na akaweze kufunguliwa. Ukaweze kuwainua, ukaweze kuwatendea miujiza katika jina la Yesu. Ushukuriwe mfalme wa majeshi. Wacha mapepo yakaweze kuhama. Wacha mizimu zikahame. Wacha maroho zikahame. Wacha majini yakahame. Ngome za muovu zikahame. Kaza wachawi na waganga zikaweze kukatika katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu. Roho Mtakatifu kashuke. Roho Mtakatifu katembee kwa madhabahu yako. Tembea kwa madhabahu yako Jehova. Tembea kwa madhabahu yako Nabii. Tembea kwa madhabahu yako Simba wa Yuda. Yuda atakiunganika na madhabahu haya. Bwana ukamuonekanie. Jehova ukamuonekanie. Nabii ukamuonekanie. Bendezo ukamuonekanie. Asante Jehova. Na kuinua kwa sababu wewe ndio Mungu. Wewe Simba wa Yuda, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tunataka wito wa kuabudu, mimi pamoja na maaskofu, tunaponyunyiza mafuta haya juu ya madhabahu, tunapopaka vyombo vyote vinavyotumika hapa katika madhabahu.
na Mungu apate kuwabariki. Wa kuabudu atupatie wimbo wa kuabudu. Yes. Na utabaki kuwa ni wewe. Tutasoma maandiko tu. Katika kitabu hicho tulichokuwa tukisoma, tutasoma kitabu. Biblia inasema hivi, Mwanzo, yani Mambo ya Walawi mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi 3. Biblia inasema kwamba Bwana akamuita Musa akasema naye kutoka kwenye hema la kukutania, akamwambia, sema na wana wa Israeli waambie, yeyote miongoni mwenu
aletapo sadaka yake ya mnyama kwa Bwana, alete mnyama kama sadaka ya kutoka kwenye kuma. Ataweka mikono yake juu ya kichwa chake ya sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa niaba yake na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Mungu alere isisahiro siae kile ambacho ako nacho nyumbani, mbasi abana ale nasho mudahali cha dhamana mno, kile kimeshika moyo wake, sio huku simuno esibati kutira moyo kwa ajili ya kutakasa na kubariki madhabahu. Wakati huo ilikuwa ni Haruni ndiye alikuwa anaenda kutakaswa kama kuhani nabii katika mji huo. Kuhani wali na mkulu yali Haruni no aliyemerere kama mkando kama kuhani. Tena yeye ndiye aliyekuwa anaenda kuhudumu katika hema hiyo, tuseme tu katika hekalu hilo. Enwani nacho hoda mu nyumba ya Nasaye yo. Kwa maana wakati huo walitumia hema kwa ajili walikuwa katika safari. Sasa siku ya leo tumekuja kubariki madhabahu. Lero huichiro kuongera chikabi alutari. Na vile tumekuja kubariki madhabahu yako na matoleo yake. Alutari kulende byano byayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tofauti na matoleo ya kubariki na matoleo ya kawaida ambayo kwa tunatoa kanisa. Hili silo jambo ambalo limepangwa wiki hii ama wiki jana. Hii ni mambo ambayo yamepangwa, imechukua muda. Kwa hivyo wewe unapotaka kubarikiwa, siku ya leo itadhibitika wazi mbele ya Bwana kama wewe mmoja ambaye amejenga madhabahu, ya kwamba umeshirikiana pamoja na wapendwa waliojitolea na kufanya hii kazi. Hapa ndipo sasa baraka zako na ushindi wako upo. Sasa kama wengine watatoa ndama, wengine watatoa mbuzi, wengine watatoa kondoo, wengine watatoa mizao yao ambayo wametoa katika mashamba, wengine watatoa pesa zao ambayo wamepata katika mishahara na kazi zao, wengine watajitolea kwamba mimi sina chochote cha kutoa, lakini nimejitolea nitamtumikia Bwana kwa kuomba na kufunga katika hekalu lake. Hata kama ni kuimba nitakuwa nikiimba kwa sababu sijui kuomba. Nitasimama ndani ya hekalu la Bwana nikimtukuza Bwana, nikiomba kila wakati, nikiimba, nikimchezea bila kuona aibu, kwa sababu sina cha kutoa. Haleluya. Siku ya leo, hapa ndipo mtu anachukua baraka zake. Siku ya leo, uponyaji unapatikana hapa. Kwa Biblia tunasema tukimalizia ya kwamba Mungu aliongea na wana wa Israeli ya kwamba mnijengee hekalu. Na baada ya kunijengea hekalu, mnijengee sanctuary ndani ya hekalu. Na kila mtu ambaye atakayetoa kitu ambaye inatumika pale, atakapokuwa na kilio, ugonjwa ukiingia, shida ikiingia, njaa ikiingia, shida ikija, ataenda pale na kunililia mimi Jehova, nami nitasikia sauti yake. Siku ya leo, tunabariki madhabahu. Na kubariki madhabahu, katika kubariki madhabahu yale, wacha na wewe pia uende na hizo baraka. Amen. Ndio sababu Mungu anamwambia Musa, mwambie Haruni aje, aite watoto wake waje ndani ya hekalu pale, na umemine mafuta juu yao. Haleluya. Wewe ndiye wana wa Haruni. Amen. Wewe
ndiye mwana wa Haruni. Ewe mwana wa Haruni, nataka kumimina mafuta juu yako. Na huko mafuta kulwao. Kuna mafuta ya upako hapa. Ulone mafuta koma hano. Mungu ametupaka ili tukapate kuwa paka. Na sasa yule akiremo hosi baba, ndio sababu nasikia mstari wa 3 ukiongea. Sasa ule mzuri yeye kutanduboda. Na wa kwanza umesoma kwamba Musa aliwaita. Na Musa ndio ngore Musa hapa mtu aweke sadaka yake tayari. Wewe ni mtu ale sadaka yake tayari atakayeenda nayo mbele za Bwana. Anacha imbero anasaye nayo imbero anasaye. Tutaomba. Unasaba. Ni asante Bwana majeshi. Ndio Bwana. Ni wewe uliye na uwezo na mamlaka Bwana. Yes. Asubuhi njema umetenda haya Bwana. Ndio Bwana. Wanadamu wanapanga kama wanadamu. Yes. Mipango yao haikamiliki. Yes. Bali wewe ni Mungu ambaye uliyepanga haya Jehova. Yes. Ndio maana tumeona ikikamilika siku ya leo. Bwana, si mapenzi yetu wala si mapenzi ya wachungaji wako ambaye uliyowaweka katika hekalu hili. Yes. Bali ni mapenzi yako. Achilia Bwana Roho wako Mtakatifu. Yes. Baba akapate kuwa juu yao. Baba, ninawaweka mikononi mwako. Wachungaji walioko ndani ya hekalu hili. Yes. Hata viongozi walioko ndani ya hekalu hili. Hata madikoni na Bwana na hata walimu. Yes. Na washirika wote na wanasande na wanarika. Jehova wote na waweka mikononi mwako. Simama pamoja nao. Yes. Wabariki, wainue. Upanue kanisa hili Jehova. Kwangu Bwana kupitia Roho wako Bwana. Yes. Naona hii kanisa ni dogo. Bwana ipanuliwe zaidi ya hii. Utakapoyatenda sifa zako zitakurudia Bwana. Asante kwa maana umetenda Bwana. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Kwa hivyo ukijua wewe ni askofu na wakati ambapo hatujamwombea na kuramlambira lazima awe na jambo. Kazi hii imekuwa kazi wapendwa. Milimo kino kibele mama mudidi osi aliwo. Urani kana mama aliwo. Musonge tu. Muside imbere ano bididi. Songe tu. Muside lwangu bakwe busibaye. Abona na mama wange wanjibula. Na mama mwingine yuko. Halo mama wange huyu aliyena. Kuja yote. Mwiche mwosi. Na mama wangu msichana hapa. Aliyo mama wange muhana. Ndio wako. Muhuye mahona. Amen. Amen. Hao ni mama zangu. Abona bebusi bange bamama bange. Wengine ni wazee, wengine bado nashukuru kwa kuja kwenu. Ne wazee kucha huimwe. Badala sasa bongelesha hapa. Ndio kazi ya Mungu. Kucha ho shuhudia mimi mkiana sana. Amen. Amen. Watu ndio kumpatia mmoja akaanza kusema kitu pamoja. Kama mtu amdala boli mbo sindala. Alafu vile watumishi wa Mungu wamesema. Kule wale wanasema kwani babole. Pia mimi nahitaji maombi. Sio sinda hausa na hamala. Kwa hivyo nataka waniombee. Hao kumsabire. Mimi na jamii yangu, hii ndio jamii yangu. Wanaona vile lwange. Jana mkubwa hayuko hapa. Mshara mkubwa ndo umano. Lakini hii ndio jamii yangu. Wengine wanaona vile lwange. Nataka mniombee. Awasio simu sabire. Ili kazi kupokea baraka. Msio sinyongero chahabi. Mungu akazidi kuninua zaidi. Na sasa chiro kunyongera chahabi zaidi. Jambo la pili, sio hubiri. Watumishi wa Mungu. Wale wanasai. Nashukuru wote kwa kila kazi ambayo inatendeka katika huduma hii. Leo sana sasa bose umembo kazi kwa nini kwa hamu. Pamoja na watumishi wa Mungu wote ambao tunashirikiana nao. Bose wa hapa wanasema kwa kusangisa nao. Kazi ya Mungu sio rahisi. Mimi mmoja na sasa ni kia ni rahisi. Ni ngumu. Ni kia amani. Kupigana na mapepo. Na wale wanende mapedi yenu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kupigana na mapepo. Na wale wanende bihienu. Afadhali upigane na binadamu. Afadhali ukuyane ndo mundu. Lakini kupigana na shetani. Lakini ukulana na sikieni. Kazi ngumu. Ni mno kia amani. Sababu hiyo ni ya kiroho. Wewe kwa ni kio moyo. Nashukuru Mungu kuna mahali tunaenda. Leo sana sasa kuja bila kuja kuchia, alikuwa kuja kuchia. Shetani apenda kutenda kuna mahali tunasonga.
ile kulia alua Mungu amchia. Pigia Yesu makofi. Yesu makofi. Baada ya kuniombea, leo nyuma malo la nitasoma jinsi mtakuwa mnaombea. Bado bado unalo mambo ndaso mambo la bado barabara tani badaambiwa. Amen. Amen. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye amesimama na madhabahu haya. Alo mahali wanasema wewe na watu wengine no. Tangu mwanzo mpaka mahali imefikia. Mchakira mchaka paka umalika. Tunaombea na familia yake. Wewe mnamla ni familia yake. Amen. Amen. Tunaombea na familia yake. Mnamla ni familia yake. Kwa kazi ambayo aliweza kujitoa. Yule ndio mjabana yikolele ili Mungu akazidi kumbariki. Ninasema mwongele chihali. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Alafu tuombea na viongozi wengine. Alafu naenda mnaenda viongozi bandi. Mimi mwenyewe nitakuwa na wataja watakuja na kuombea. Data janga ni bechana ngwala na pia kuna mtoto ambaye tunataka tumuombee leo hii. Alo mwana wao sio kuna kulamiri na leo. Tumuombea siku ya leo. Kuna mlamiri na leo. Mungu akaweza kubariki. Nasema mwongele chihali. Amen. 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 Sina mengi, nafikiri kwamba mna maji bara yako. Tusimame kulamira askofu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tazama nachukua mtumishi wako na mweka mikononi mwako Bwana, yeye pamoja na nyumba yake siku ya leo. Yesu Jehova, ukapate kusimama pamoja nao. Ndio Bwana. Nyosha mkono wako wa ajabu Bwana. Ndio Bwana. Ukawapate kuwaonekania na kusimama nao. Kazi uliyoweka mbele zao Jehova. Jehova ikapate kusimama dhahiri. Bwana, wasiifanye kwa ajili yao. Wasiifanye na nguvu zao. Bali wachilia Roho wako Mtakatifu. Baba kapate kuwaongoza. Wachilia nguvu zako Bwana zikapate kujaa ndani mwao. Waelekeze Bwana jinsi wanavyostahili kukutumikia. Utakapoyatenda Jehova, jina lako utapata utukufu. Bwana, tunajua kwamba vita vi mbele zao. Na maandiko yako inasema wazi ya kwamba katika sentuari hiyo aliyekuchengea ndipo watakapokuja na kuleta kilio chao. Jehova, usimame pamoja nao. Waongoze Bwana, wapatie hekima ili wanapokutumikia Bwana wafanye kazi yako kwa njia ya amani. Ushindi wako ukaonekane. Hata viongozi wale ambaye wako chini yao Baba wakapate kuona mafundisho juu yao. Asante, umeyatenda Bwana. Wachilia nguvu zako, wachilia Roho wako Mtakatifu, wachilia kila jambo bado na hatua nayopiga Baba ikapate kupitia mikononi mwako. Sifa na utukufu kurudia Bwana. Katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Naitisha kibali chako kuambatana nao. Naitisha hekima yako kuambatana nao. Naitisha ufahamu kuambatana nao. Naitisha mafuta kuambatana nao. Ninapovunja kila madhabahu yote ya kifamilia yale ambayo yanawaandama na familia Bwana, ni roho ya uasherati, roho ya kutotii Bwana, tunateka nyara tukivunja hiyo madhabahu inavunjika, hiyo laana zinavunjika, hizo primacho na Bwana ya waandama Baba, kuangusha kwa magonjwa, kuleta uzito kwa maisha yao, ninailusha katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza wema wako na ambatana pamoja nao. Asante mchungaji wetu, maana Mungu wetu hii uzao umebarikiwa, wanaunganika na hii madhabahu. Wacha Baba wakutumikie, watembee wanapokuheshimu, watembee wanapokutii, na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen. Pamoja na jamii yake. Yeche alelende lebulelwe. Kutoa sadaka yake. Amen. Nendo ine sadaka yai luangu luangu. Luangu. Napojiandaa unaweka kama muziki kidogo. Nibe kasi au nyadora hapo lwego vipi? Simama na hiyo familia. Wale waliosimama na hii familia. Haya yanapotendeka,
Ananike ohwania. Wewe ambaye umekaa hapo jifunze kwa hii. Osi no wihana osi ekahukano. Askofu ndio huyu anakupatia mfano. Askofu ne uno akuberesia mo sidolisa mfano askofu na damu. Unaenda mkono mtupu. No chisano welera mahono maha. Unataka Mungu akutendee. Wenyana saya kuhole. Hakuna njia umetengeneza ambayo Mungu atashuka na kukutendea hiyo. Iyo maho ingira na yobano kwanisi na sanya na kuwanisha. Sasa unapoenda mbele za Mungu, arono chembero na saa hakikisha umebeba kitu mikononi. Hakikisha mkingire sio mama ndo kao. Ili wakapate kuombea Mungu. Wachiro hula amera. Si ya kwamba unaenda kumuhonga mtumishi wa Mungu. Sirimo chomo honga mhala na saa. Hii ni njia unaitengeneza upate kubarikiwa. Ino ni ingere ohwani ambonyolo hongere cho. Hata unapoenda kwa hospitali nzuri, no chata hospitali ndai. Ni lazima utaenda na nini? Lazima unacha nasi. Amen. Amen. Tibiwe hospitali nzuri. No chata hospitali ndai ipo leo. Unahitaji matibabu mazuri. Wanyama malo mala. Utaenda na nini? Unacha nasi. Kama utaenda ulia tu, daktari mimi sina pesa nataka utibu. Unacha zambo daktari Rebeka yamba bra. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu aishiye milele. Tazama familia hii Jehova, imeleta Bwana matoleo mbele zako kwa ajili ya kubariki madhabahu. Mungu wetu kapate kumbariki. Bariki familia hii, simama pamoja nao, uwapiganie Bwana vita vinavyotoka huku na kule. Baba, ukapate kuondoa Bwana majeshi, ukapate kuwakinga dhidi ya mishale ya shetani. Usiache Bwana shetani akapata kuharibu mwito wake. Waachilia Roho yako Mtakatifu Bwana akapate kusimama pamoja naye. Mwongoze, umpiganie kila hatua anayoipiga, kila jambo na kazi anayoifanya. Jehova asibaki peke yake. Maana resuli yake matoleo hayo ambayo ya askofu isiunganishwe na hayo ambayo wengine wanayoyaleta. Na vindu ya ndio mhase ambi na yosu. Ni watumishi wa Mungu. Bwana wahala bwana wanasai. Hawa ni watumishi wa Mungu ambaye wanayetaka kuhudumu katika madhabahu haya, ambaye Mungu aliwaita kwa ajili ya kutumika katika madhabahu yake. Sasa wewe utakapokuwa na jambo lolote, utalileta hapa ndani ya hekalu, utapanda juu ya haya madhabahu. Siku ya leo tunampaka pamoja na familia yake ili akapate kuhudumu katika nyumba ya Bwana. Askofu tawaombe. Baba wetu katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa ajili ya fadhili zako. Wanao Baba ulinena nao kwa sababu ya kujenga mahali hapa. Hii madhabahu Bwana majeshi. Naomba kwamba Muumba mbingu na nchi, Jehova, najua kwamba wewe ni Mungu unayejibu kwa moto, na wakabidhi mikononi mwako ya kwamba watu wakapate kibali Bwana ya kutumika mbele zako Mfalme. Asante Bwana mabwana, maana hii matoleo yamekubalika mbele zako ewe mchungaji. Baba, naomba wapatie hekima, wapatie maarifa, wapatie ufahamu, wape roho ya utambuzi, wape roho ya uweza katika jina la Yesu. Baba, na kushukuru maana mafuta yako inamiminika juu yao. Kila madhabahu ambayo inainuka Bwana kupigana nao haitaweza kufaulu. Kila madhabahu ya Freemason haitaweza kufaulu. Natangaza wipo wako, natangaza ulinzi wako, natangaza kibali chako popote wakanyagapo. Baba, nasimama na wao, navunja kila madhabahu ya uchawi kwenye wandama, nasimama kila madhabahu ya kila falme za kuzimu, navunja na kukataa. Hiyo madhabahu inabomolewa, hiyo madhabahu inabomolewa katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu inabomolewa katika jina la Yesu.
Baba najenga madhabahu ndani yao, madhabahu ya utumishi, madhabahu ya kutafuta, madhabahu ya kukuheshimu, madhabahu kutembea pamoja nao. Baba na wabariki wote kwa kazi ambayo wamefanya. Baba nakupenda, ninakuabudu Bwana. Milango yao inapanuka, maisha yao Bwana itabaki kawaida. Asante mchungaji wetu, maana wote wanapigana nao, Mungu anayepigana na wao. Neno lako linasema ya kwamba tunapokuita unaonekana, onekana kwa maisha yao. Milango yao Baba ikaweze kufunguliwa. Tunakubariki Bwana. Na weka hii familia yote Bwana mwenyewe mikononi mwako Jehova, kwamba Baba wasimame nao. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru na kubariki maisha yao. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Ulinzi na hata kibali kwa masomo yao. Na bariki maisha yao. Hawatabaki kawaida. Masomo yao Bwana hawatabaki kawaida. Baba nakataa kila magonjwa kuandama hapa na pale. Kuanzia leo ninakuja na kukataa katika jina la Yesu. Mapepo ya magonjwa katika maisha ya watoto hawa Baba ninaikemea, inapata kushindwa katika jina la Yesu. Naitisha ulinzi juu ya watoto hawa. Baba wainue, Baba wabariki. Kwa jina la Yesu na kushukuru. Jehova, tazama watumishi wako wametolea kuja mbele zako na matoleo yao. Bariki mikono zao, bariki kazi zao. Bariki masomo yao, bariki kila jambo walitendalo. Simama na nyumba hii Bwana. Hata wanapokutumikia na kuhudumikia katika hekalu lako, Jehova wakapate kuona mkono wako. Ushindi na Roho wako Mtakatifu kapate kuwatawala. Uwafunike, walinde katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pastor Nicholas. Tunawaombea. Ndio Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tazama tunachukua watumishi wako tunaweka mikononi mwako. Mungu wa Israeli ukapate kuwalinda Jehova. Ni wajoli wako waliojitolea Bwana ili wakapate kutumikia Bwana. Tazama ni dada Minde pamoja na familia yake. Wamesimama nawe ili wakapate kuhudumikia Bwana. Simama pamoja naye, umpatie hekima na maarifa. Anapokutumikia Bwana, asije akitumikia tu kwa mawazo yake, bali wewe ukapate kuwa kiongozi mwema, ukamwelekeze jinsi anavyoweza kuongoza wenzake. Ukampatie hekima Bwana wa majeshi. Roho wako wa unyenyekevu akapate kushuka ndani mwake. Ni wewe tu nimemweka mikononi mwako asubuhi ya leo. Tukimpaka Bwana kwa ajili ya kazi yako, ukapate kumuonekana kumpigania. Usimwache baki peke yake kama mke. Bwana usimame pamoja naye. Aonekane kama Haruni mbele zako. Asante kwa maana umetenda. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Pastor Joseph na Vincent Odori, hao watakuwa ni wachungaji Naira. Na babai Naira. Tunaomba. Baba katika jina la Yesu Kristo. Hawa ni watumishi wako ambao umewachagua. Bwana wakapate kudumu katika hekalu lako. Mungu wa Israeli ni wewe tu ambaye uliyowachagua siku ya leo. Wanapohudumu katika hekalu lako la kuirii, Mungu wa majeshi ukasimama pamoja nao. Uwapatie hekima na maarifa Bwana. Usimame pamoja nao Bwana. Mipangilio zote za kanisa Jehova, ni wewe unayepeana Bwana. Uwapatie katika ufunuo ili wanapoyakilisha mbele ya watu wako Bwana yakapate kuwa ni yako. Usimame pamoja nao, uwapiganie Bwana. Nyumba zao na familia yao, Jehova yote naweka mikononi mwako. Ukasimame pamoja nao, uwapiganie kila jambo. Bwana ufungue mipaka zao. Uwabariki wanapotoka, uwabariki wanaporudi. Wanapokuwa ndani ya hekalu lako, Jehova ukapate kuwafunulia. Waonyeshe njia
njia zote ambazo wanastahili kukutumikia. Asante kwa maana umetenda Bwana. Simama pamoja na watu wako, usiwawache wabaki peke yao. Wakibaki peke yao hawana lolote wanaloweza kulitenda. Bwana, ukiwa pamoja nao watafanya makuu hata kupita mawazo ya wanadamu. Asante kwa maana umetenda Bwana. Katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Hawa ni watumishi wako Bwana. Jehova, mtu anaweka nadhiri ndani ya moyo wake. Anasimama mbele zako akiweka nadhiri ya kwamba atakutumikia Bwana. Simama na hawa watumishi wako. Waliweka nadhiri ya kwamba watakutumikia. Na Bwana, nimekuwa shahidi nikiona wakikutumikia na macho yao. Bali wewe unawajua kiundani ya moyo zao. Baba, kasimame pamoja nao. Waongoze, wapatie hekima. Bwana, wapatie hata njia ambayo wanayostahili kuifuata. Wanapokutumikia hapa na era Bwana, wacha wewe ukaonekane. Washirika Bwana wasije wakawaona, bali wakuone ndani mwao. Asante kwa sababu wewe ni kimbilio. Kisirani magonjwa, udhaifu na kufa kwa moyo kwa wanadamu na hata watu ambao wanaotangalia na macho mbaya, bali wataki kanisa hili kapate kukua. Tunakataa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukapate kutawala. Uwafunike, wazingire. Usimame pamoja nao Bwana. Wacha wawe kielelezo mbele ya watu wako. Asante kwa maana umetenda. Wanaposimama chini ya madhabahu haya, Baba, ukapate kuonekana. Sifa na utukufu tutakurudia Bwana. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Njema, mpatie ujasiri na moyo wa usujaa na kataki na roho ya uoga ndani ya maishani mwake. Na Baba, naomba ya kwamba naweka ujasiri. Baba, nampatia ufunuo wa neno lako. Asante Bwana Mwenyezi Mungu, nampatia usemi. Baba, maana wewe ni Mungu wake unayemjali. Baba, namkabidhi mikononi mwako, omba kwamba mtumie kama chombo. Hakuna mwingine kama Bwana. Baba, uwe pamoja naye. Kila msigo ambao unakuwa mbele yake wa kuleta pingamizi na kanusha katika jina la Yesu. Baba, nampa moyo wa usujaa. Nampa moyo wa usujaa. Nampa moyo wa ujasiri katika jina la Yesu. Pokea nguvu za Bwana zitawale maisha yako na usipaki kawaida. Kuanzia leo unaonekana sujaa kwa ajili ya kazi ambayo umepewa. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Asante Bwana. Sasa askofu huyu tutamwombea hawa wawili. Tazama, kati ya wake wote umemchagua huyu kuwa kama mama yao, ingawaje wengine ni wakubwa kwake na wengine ni kama watoto wake na wengine ni kama rika yake. Wacha Bwana ukapate kumpatia hekima kama ile uliyompatia Suleimani. Bwana, ni wewe tu uliyesimama pamoja naye akasema. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and
Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Let us lift our hands and lift Jesus up. Bwana, wanapoondoka na kuenenda, Bwana wakute Bwana kama umeshatenda, watende miujiza, waponye walio wagonjwa, watakase wanaofinyiliwa Bwana, wainue Bwana ambaye umefinyiliwa. Ni wewe tu nimeweka mikononi mwako, wacha miujiza mikubwa ikapate kupatikana ndani mwao. Utakapoyatenda sifa na utukufu kurudia. Katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Praise and worship. Abembi. Eka sana. Simama tuwabariki waimbaji. Simama, nasema tu wa kanisa tusimame. Hawa ndio watasimama kwa madhabahu. Kwa Biblia inasema inawaita hawa ni Juda. Juda ni praise. Wanalika Mungu ndiposa mambo mengine yafuate. Amen. Inua mikono zako juu yao tunapowakabidhi mbele za Bwana. Baba wetu, katika jina la Yesu nasema ni asante. Na weka watoto wako mikononi mwako, watumie kama chombo. Natangaza mafuta juu yao, natangaza kibali juu yao, natangaza uwepo wako wanapoimba. Bwana Yesu, ukaweze kushuka kwa ibada. Vile siku za mitume Baba walipotoa sifa, uwepo wako kashuka kwa ibada. Acha mafuta yako ya Roho Mtakatifu iweze kuwatawala. Asante mkombozi, na kushukuru ni na kuabudu. Bwana Mungu, unainua huyu mpendwa, unainua huyu mama. Jehova, wanaposhikana mikono, acha nguvu zako zikatembee. Shikana mikono. Shike mkono. Baba wetu, katika jina la Yesu nasema ni asante. Naachilia mafuta juu yao. Naachilia mafuta juu yao. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu zinawashukia. Kuanzia dakika hii Bwana, wataimba kwa nguvu zako, wataimba kwa upako wako, katika jina la Yesu. Baba, naomba fungua mbingu kwa ajili ya maisha yao. Wanapokuabudu Jehova wakapate kibali. Baba, wanapokuabudu Jehova, ibada yao ipate kibali mbele zako Ebeneza. Acha mafuta yako yamiminike juu ya maishani mwao. Kila nira za moyo zinawaandama, tunazikataa na kuzivunja katika jina la Yesu. Kila roho ya uoga tunaikataa na kuivunja katika jina la Yesu. Kila roho ya kiburi ambayo inaangusha waimbaji, unateka nyara hiyo roho katika jina pate kushindwa. Baba, ninaomba ya kwamba chini ya mabawa yako ninawaficha. Asante Roho Mtakatifu. Baba, na wakabidhi mikononi mwako. Unaenda kuwatumia kwa kiwango kingine, unaenda kuwatumia juu ya maishani mwao. Baba, naachilia moto wa Roho Mtakatifu wake kwa maisha yao. Moto wa Roho Mtakatifu wake kwa maisha yao. Moto wa Roho Mtakatifu wake ndani yao, wake ndani yao, wake ndani yao, wake ndani yao. Kwa jina la Yesu unawaka. Huo moto unawaka. Moto wa maombi unawaka. Moto wa maabudu unawaka. Moto wa kufunuliwa nyimbo mpya unawaka katika jina la Yesu. Moto ambao unawaka. Moto wa Roho Mtakatifu unawaka. Baba, wasibaki kawaida, jifunue kwao, wapatie nyimbo mpya. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru.